chaneli hii tuweze kukusogezea taarifa ambayo imeweza kutikisa mizani ya siasa hapa duniani. Katika hali inayofanana na mtu aliyesimama mlangoni akiwa mkono mmoja anakaribisha mtu kwa ajili ya mazungumzo, na huku mkono mwingine akiwa ameshikilia ngao. Sasa hii imeweza kufananishwa na taifa la Jamhuri ya Kiislamu la Iran, ambapo limetangaza wazi msimamo wake kufanya mazungumzo, lakini si chini ya vitisho wala mashinikizo ya kibabe kutoka kwa taifa la Marekani. Akizungumza na vyombo vya habari, waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi amesema bila kuyumba kwamba Iran ipo tayari kabisa kuingia mezani kuweza kufanya mazungumzo ya haki na Marekani. Hata hivyo, Bwana Abbas ameweka mstari mwekundu unaonekana wazi kwamba hakutokuwa na mazungumzo yanayoambatana mashinikizo, vitisho au ubabe wa kisiasa na kijeshi. Kwa lugha ya kidiplomasia lakini yenye ujumbe mzito, Bwana Abbas amesema kuwa Iran haitokubali kile alichokiita mazungumzo ya kulazimishwa. Akifafanua zaidi, amesema kuwa mazungumzo ya kweli lazima yajengwe juu ya heshima ya pande zote, usawa na kutambua mamlaka ya kila taifa kujilinda. Kwa mujibu wa Bwana Abbas Araghchi, amesema kuwa Iran iko tayari kujadili masuala ya msingi yanayohusu uhusiano wake na Marekani, ikiwemo mvutano wa muda mrefu wa kisiasa na kiusalama, lakini akasisitiza kuwa kwa msisitizo mkubwa kwamba mpango wa ulinzi wa Iran na teknolojia yake ya makombora haupo mezani kwa majadiliano kamwe. Amesema masuala ya makombora na uwezo wa kijeshi ni mambo ya ndani ya Iran yanayohusu moja kwa moja usalama wa taifa hilo kama nchi huru. Kwa mantiki hiyo, Iran haiwezi kuruhusu nguvu za nje kuingilia haki yake ya msingi ya kujilinda. Mfano unaotolewa na wachambuzi wa masuala ya kimataifa ni rahisi sana. Wakasema kuwa hakuna taifa linalokubali kujadiliana juu ya namna itakavyojilinda dhidi ya adui zake. Ni sawa na kumwambia mtu aondoe milango na madirisha ya nyumba yake kwa ahadi ya kwamba majirani hawatamvamia. Licha ya kusisitiza mlango wa mazungumzo, Bwana Abbas Araghchi ameweka wazi kwamba Iran haipo katika hali ya udhaifu. Amesema kuwa taifa lake lipo tayari kujilinda kijeshi dhidi ya uchokozi wowote utakaotekelezwa kwake. Kauli hii imekuja wakati ambapo dalili za mvutano wa kijeshi zinaendelea kuongezeka katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imeungwa mkono kwa nguvu na spika wa bunge la Iran Bwana Mohammad Karibaf, ambaye yeye naye ametoa tahadhari nzito kwa wale wanaofikiria kutumia nguvu dhidi ya Iran. Karibaf alisema kuwa jeshi la Iran liko kwenye utayari wa hali ya juu, akitumia maneno yanayotafsiriwa kama ujumbe wa moja kwa moja kwa maadui zake ambao ni Marekani na Israeli na mataifa mengine ya Magharibi. Alinukuliwa akisema, vidole vipo kwenye vitufe vya kufyatulia risasi. Kwa tafsiri ya kijeshi, hii ina maana ya kwamba Iran ipo tayari kujibu mara moja uchokozi wowote bila kusita. Wakati Iran ikitoa hizo kauli, Marekani na washirika wake wameendelea kufanya kile kilichoelezwa kama usogezaji mkubwa wa zana za kivita karibu na mipaka ya Iran. Hatua hii imeongeza wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa, huku wachambuzi wakionya kwamba kosa dogo tu linaweza kuwasha moto mkubwa wa kivita. Hali hii imefanana na watu wawili waliokaa karibu na pipa la mafuta, kila mmoja akiwa na kiberiti mkononi. Ingawa wote wanasema hawataki moto, mazingira yenyewe yanabaki kuwa ni hatari mno, kwa sababu wanakuwa wameshikilia viberiti mikononi mwao na viberiti hivyo vimewaka. Wanasubiri nani aweze kutupa kiberiti hicho kwenye hilo pipa la mafuta. Sasa ndivyo ilivyo kati ya Iran na Marekani pamoja na Israeli, ambapo Marekani na Israeli wameungana kwenda kumshambulia Iran.
lakini bado kuungana kwao Marekani, Israeli na mataifa mengine ya magharibi, lakini bado wanaogopa kwenda kumshambulia Iran, na wanaogopa kwamba ni nani aanzishe kumshambulia Iran. Kwa hiyo Iran ni dude kubwa. Iran kwa upande wake imeendelea kuonesha msimamo mkali, ikisisitiza kwamba haitaanzisha vita, lakini haitokaa kimya ikishambuliwa. Ujumbe huu unaonekana kulenga kuzuia shambulio lolote, kwa kuonesha kwamba gharama ya kushambulia taifa la Iran itakuwa ni kubwa zaidi ya kile ambacho adui yake ambaye ni mataifa ya magharibi, Marekani na Israeli wataweza kufanya. Kwa ujumla, kauli za viongozi wa Iran zinaweka picha iliyo wazi kwamba taifa hilo linataka diplomasia, lakini si diplomasia ya kulazimishwa. Linataka mazungumzo, lakini si mazungumzo yanayolenga kudhoofisha ulinzi wa taifa hilo. Linataka amani, lakini limejiandaa kikamilifu kwa vita iwapo italazimishwa kwenda kwenye vita. Huu ni wakati mgumu kwa diplomasia ya dunia, ambapo wanaiacha katika mikono ya Marekani, wakijiuliza maswali mengi. Je, Marekani na washirika wake watasikiliza wito wa mazungumzo ya haki au wataendelea na mkondo wao wa shinikizo na vitisho? Jibu la swali hili linaweza kuamua mustakabali wa amani au machafuko katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Kwa kifupi zaidi, Iran amefungua mlango wa mazungumzo, lakini bado ameshikilia silaha mkononi. Usikae mbali na chaneli hii, endelea kuwa nasi kwa uchambuzi wa kina, taarifa za uhakika na kile kitakachokuwa kinaendelea katika mzozo huu unaoendelea pale katika eneo la Mashariki ya Kati, kati ya Marekani na Iran. Marekani akiwa na wasaidizi wake wa mataifa ya magharibi kama vile Uingereza, Ujerumani na mataifa mengine ya magharibi, huku akisaidiana na Israel. Lakini taarifa zilizopo za chini ni kwamba Iran yeye pia ana wabebe wake au watu wake ambao wako nyuma, wapo kama kivuli, ambao hawataki kujionyesha moja kwa moja, akiwepo bwana Vladimir Putin kutoka kule katika taifa la Urusi, lakini akiwepo Xi Jinping kutoka katika taifa la China huko, lakini bila kusahau Pakistan. Wenyewe wametaja waziwazi kwamba endapo vita hivi vitatokea, basi wao watakuwa bega kwa bega na Iran, kwa sababu ya kutokana na ule mkoa wa kule katika mipaka magharibi mwa Iran kwenye ule mji wa Balochistan, ambapo wanasema kwamba endapo utawala wa Khamenei au utawala wa Kiislamu utaanguka katika eneo hilo, basi vikundi vya kigaidi ambavyo vinaungwa mkono na Israeli pamoja na Marekani na mataifa magharibi vilivyoko katika mkoa wa Balochistan kule katika taifa la Iran, au tunaweza kuita Statin Balochistan, huo ni mkoa ambao unapakana na mkoa mwingine wa Pakistan ambao unaitwa Balochistan. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu,